Baadhi ya waumini wa kanisa la TAG Heri Wenye Moyo Safi, kanisa lilopo eneo la maduka matatu mtaa wa Nyatotoro B kata ya Nyankumbu manispaa Geita, wamejawa na furaha baada ya hafla fupi kufanyika ya kula chakula kwa pamoja baada ya kumaliza mkutano wa Injili uliodumu kwa muda wa siku 4 katika kijiji cha Buzanaki kata ya Nyamalimbe halmashauri ya wilaya Geita. Asante bwana mwandishi. Kwa majina naanza kujitambulisha, naitwa Geoffrey Kisegea Magilanta, natokea mkoa wa Mara wilaya ya Serengeti. Bana, kuhusu upande wa chakula, sisi tumefanya kwenye upande wa chakula kwa sababu ili Injili iendelee kusogea, kwa sababu watu wapate chakula, wapate nguvu ya kumhubiri Kristo. Hatujafanya hivyo kwa sababu ya kuonesha watu, ila tumefanya hivyo ili watu wajue kwamba hatujaja kuzurura. Manake vitu tunavyo vya kutumia, ndio maana tumefanya ili watu wanaohubiri Injili wasiwe na shauku ya kupenda vitu vingine. Ndio maana tumefanya chakula kidogo, watu wapate suna ya chakula angalau. Maharage sio kwamba hatujatamani, tumeyala, ila sasa leo tumependa kula kidogo kizuri. Tumependa leo kula kidogo kambuzi kidogo. Tumechinja mbuzi ya kike, jamii ya kike. Ni mbuzi ndio tumechinja, mtazamaji. Kwa hiyo hii mbuzi sio kwamba eti hatujapenda kula maharage. Tumependa kula mbuzi kwa sababu leo ndio siku ya mwisho. Tunahitimisha mkutano wetu wa Injili. Kwa majina naitwa Raheli Dismas Samizi. Nimeokoka na mpenda Yesu. Mimi ni mpishi au ni mwenyekiti wa chakula. Ndio. Naweza kusema kwamba hiyo ni zawadi kutoka kwa Baba. Yeye amependelea au akaamua watoto wake awalishe vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo sisi kama wapishi, kazi yetu ni kupokea na kupika. Kwa majina naitwa Shedo ya Kiomari, nimeokoka na mpenda Yesu. Tuko hapa kwa ajili ya mkutano na niko kwenye sekta ya mapishi, lakini nimehusika kwenye swala la nyama, ambalo swala la nyama hili ni Baba ameona tushirikiane kwa pamoja, maana siku ya leo ni siku ya mwisho ambao tunafanya hitimisho kwa ajili ya mkutano. Kwa hiyo akaona ni vema makanisa yote ambao yamehusika katika mkutano huu, kwa sababu ni hitimisho, tushiriki chakula kwa pamoja ili wote tufurahie kwa pamoja na tuhitimishe mkutano kwa pamoja. Kwa nyakati tofauti, waumini ambao walishiriki mkutano huo wameeleza kuwa kupitia mahubiri wanayoyapata wamepata mwanga wa kiroho na matumaini mapya katika maisha yao, huku wengine wakirejea kanisani baada ya kuwa mbali kwa muda mrefu. Kwa majina ninaitwa Tabiza Mashaka, nimetokea Shinamwendwa. Nimekuja kuungana na mkutano wa Injili ulioandaliwa na mchungaji George kutoka Geita maduka matatu. Na mimi nimekuja kuungana na mkutano huu kwa sababu ninakuja kuungana na mkutano huu, watu wanafunguliwa mapepo, watu wanaondolewa majini, watu wanafunguliwa upofu, watu viwete wanatembea. Nami nimekuja kuungana na mkutano huu. Nimefurahishwa na mkutano huu kwa sababu una uwepo wa kimungu. Kwa mkutano huu unasaidia watu wanafunguliwa, watu wenye shida mbalimbali, watu shida zinaisha, watu wengine wanafunguliwa, wengine magonjwa wanapona, wengine viwete wanatembea. Kwa majina naitwa Yakobo Elikana Mashauri kutoka katika kijiji cha Shinamwendwa. Kwanza namshukuru Mungu kwa ajili ya mkutano huu, ndo amenisababisha nifike katika kijiji hiki. Pia mkutano huu una manufaa makubwa sana kwa kijiji hiki, maana watu wamefunguliwa na viziwi wamesikia. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa kweli. Mchungaji anaendelea Mchungaji Elia George anatumiwa na Mungu. Aidha, mchungaji wa kanisa la TAG Heri Wenye Moyo Safi, mchungaji Elia George amesema matamanio yake ni kufika mbali katika kueneza neno la Mungu, huku mchungaji mwenyeji wa mkutano huo katika kijiji cha Buzanaki, mchungaji Michael Charles, amesema Injili ya Mungu imekuwa mwanga mkubwa katika kijiji hicho. Katika mikutano ambayo tumefanikiwa neema ya Mungu ametusaidia, tumeifanya, na mpaka sasa hapa tuna mikutano 65 ambayo tunaendelea tumeshakwisha kujihubiri, lakini pia bado tupo kwenye muendelezo wa kuendelea na Injili mpaka mwaka kuja kuisha. Nadhani tutakuwa zaidi ya hapo maeneo ambapo tulipo, ila mpaka sasa hapa tuna mikutano 65. Amina.
Watu ambao wanapokea huduma kwa kweli ni sehemu ya kuokoka. Tunaona watu wanajitahidi sana kumpokea Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao. Tunaona wengi sana wanampokea, lakini pia na kwenye sehemu ya maombi na maombezi tunaona watu wengi sana wakifunguliwa kutoka katika shida na mateso na tabu ambazo walizonazo. Kwa hiyo mapokeo tunayaona tu yako kwenye sehemu zote. Mapokeo yako vizuri katika sehemu zote. Tunaona kwenye wakati wa maombi na maombezi tunaona watu kweli wanajitokeza, na ni kweli tunaona watu wengi walio na changamoto na shida mbalimbali, mateso mbalimbali, na ni kweli tunapomuita Mungu tunaona kweli Mungu anawafungua. Amina. Katika malika ya kupokea, hapo niite mimi kama changamoto, kwa sababu katika wakati ambapo tupofikia hatua ya kuita watu kwa mfano kama kumpokea Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao, asilimia kubwa sana nakutana sana na wakina mama wakifuatiwa na vijana. Watoto wao tuwaache, kwa sababu wao, hata Yesu alisema wacheni watoto wadogo waje kwangu maana ufalme wa Mungu ni wao. Wao wenyewe ni idadi kubwa, ila idadi inayofuata kwa watu ambao ni watu wakubwa hasa ni wakina mama na vijana wa kike na wa kiume ndio wanaopokea sana. Tunapata changamoto sana kwa wababa, na bado nipo naumiza kichwa na fikiria sio ni changamoto gani ambao bado inawasumbua. Wanakuwa ni wazito sana. Tunapokea ni wachache sana, japo wanampokea Yesu, lakini ni kwa viwango vidogo sana kwa wababa. Amina. Mpango ni upi? Huu ni mwezi wa 10 kwenye zoezi lako la kampeni za mtaa kwa mtaa, kuhubiri injili, kueneza neno la Mungu. Huu ni mwezi wa 10 kwa mwaka 2025. Mpango wako ni upi? Mpango wangu nilio nao, mpango mkubwa kabisa, ni kumfikisha Kristo kwa kila eneo. Ni kumfikisha Yesu Kristo kwa kila sehemu, kwa sababu yeye ndiye ameniamrisha, yeye ndiye ameniamuru nitembee, nihubiri neno lake, nihubiri ufalme wake. Kwa hiyo mpango mkubwa kabisa, mpango wangu ni kumpeleka Yesu Kristo akafanyike kuwa Bwana Mwokozi wa maisha ya watu ambao naokuwa nawafikia. Lakini baada ya injili kuanza kuhubiriwa na kuonyesha kwamba adhabu ya kuchoma moto sio adhabu sahihi, watu wameanza kuonekana wakitamani kufanya mema, lakini pia zile adhabu za kuchoma moto zimeanza kupungua na watu wanaishi kwa amani. Wizi umepungua, lakini uchomaji moto watu umeshapungua kabisa. Na haya yote ni matokeo ya injili kuhubiriwa. Maana injili inapohubiriwa, amani inatawala, watu wanafurahi, lakini pia ongezeko la watu linazidi kuwa kubwa sana, na tunamwona Mungu katika mtazamo tuliokuwa hatukutegemea kwamba ungelikuwa mzuri kama hivi leo tunavyoona kwa sasa hivi. Nikushukuru sana mtazamaji. Waliosikika ni baadhi ya waumini wa kanisa la TAG Heri Wenye Moyo Safi, kanisa linalosimamiwa na mchungaji Elia George, mchungaji wa kanisa la TAG lopo ndani ya mtaa wa Nyantotoro B, kata Nyankumbu, manispaa ya Geita, ambapo kama ilivyo desturi baada ya mkutano wa injili kumalizika, siku ya mwisho huwa inafanyika sherehe maalum, ambapo sherehe hii inaambatana na vitu mbalimbali vikiwemo vinywaji, nyama, ambavyo kama ambavyo waumini wameeleza kwamba siku ya leo, wakati mwishoni kabisa wa mkutano huu wa injili, mbuzi amechinjwa. Na hii ni moja kati ya faraja kuhakikisha kwamba inaenda kuwapa moyo waumini kuenda kushiriki kwenye mikutano ya injili za mtaa kwa mtaa. Sina la ziada. Mimi ni Kale Chongela, nyuma ya kamera yupo Hans Media. Asante.